Sasa tuko na kazini mwingine kutoka Kisii, Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i. Haya, Othaya arambe, arambe. Othaya mnasemaje? Eti namna gani? Mimi hata kama nikisimamia hapo, mimi nimewapenda tayari zaidi kama mnasema. Lakini sasa tafadhali munisikize kidogo tu. Tumefika hapa vile wenzangu wamewaeleza kwa sababu ya yale maneno maovu ambayo yalifanyika weekend iliyopita hapa Othaya. Asubuhi tukiwa kwa kanisa pale, nilisema viongozi wetu wa kanisa, hawa ndugu zetu ambao ni viongozi wako kwa serikali, wakati walikuwa wanatafuta kura, waliingia kwa serikali, walikuwa kila siku wanabeba mambo huko kusema wao ni watakatifu. Alafu sasa hata siku moja kiongozi wa kanisa akasema kwa uchaguzi huu the church has a candidate. Wakasema wameleta mtu takatifu, mtu mzuri ambaye atakuja kutufanyia maneno. Mtu anapiga watoto kanisa, ni mtu mzuri kweli? Unajua, nataka kuzungumzia mambo mawili tu. Kule ninakotoka, mahali nilelewa, sisi mtu akisema asha, yani akisema la, kwa sababu kama hatutaki maneno kama hayo tunasema la, ama tunasema namna gani? Asha. Kupiga watoto, kudanganya wananchi, kudanganya hata wazee, kutuibia mali ya serikali, uongozi mbaya. Sasa ndugu zangu na dada, nyinyi watu wa Nyeri, mimi nafurahi kwa sababu ninasimama kwa mchanga wa mheshimiwa hayati Rais Mwai Kibaki, ambaye aliweka historia kubwa katika ulimwengu kwa mipango yake ya elimu. Sasa tumefika wakati watoto wanashindwa kwenda shule 6 decades after independence. Haya ni maneno mazuri kweli? Na ni kwa sababu pesa inaporwa na serikali, watu wanalipwa kila wakati, ni kila siku watu wanabebwa kwenda State House kupewa pesa. Ndio nasema tafadhali, hizo pesa ziwekwe kwa elimu, watoto wetu wapate capitation, watoto wetu wasome, ama namna gani? Wale viongozi wetu wa kitaifa ambao wanapenda kusema eti hatuna mpango, tuna mpango. Tupee serikali tuwaonyeshe mpango wetu ni huu. Tutarudisha free primary education, tutarudisha free day secondary education, tutarudisha linda mama, tutarudisha edu afya, na tutaendelea na miradi ya serikali ya kuweka amani kwa nchi yetu. Na sisi mkitupea serikali, hatutawaua watoto, hatutapiga watoto tear na kina mama kwa kanisa. Hiyo ndio mpango wetu, tunataka kuendelea mbele kuongoza nchi yetu hii ya Kenya. Kwa hivyo wakisema eti wao uko na akili nyingi mpaka umeshindwa kuelimisha watoto, akili nyingi, hakuna dawa kwa hospitali, mnakubali hiyo ni akili? Eti akili yako na, tuko na akili nyingi sana sisi viongozi, alafu mambo inashindikana tukionyesha hivi. Wananchi hata nyinyi mnakubali kweli hiyo ni akili nyingi? Hapana. Ninawaomba tafadhali, tushikane sisi wote pamoja, tusimame imara, tutetee katiba na tutetee nchi yetu ya Kenya. Na yale maneno yalikuwa yanafanywa Gachagua last week, mpango wa hawa watu kuumiza huyu Gachagua ni mpango wa kutuumiza sisi wote. Wanaanzia hapo, watakuja kwangu, waende kwa yule mwingine. Mtakubali maneno kama haya? Ninaungana na wengine kusema sisi tumeungana pamoja.